Mume wangu, nimekuita hapa kwa heshima kabisa. Jana nilipokuwa nakuja ulikuwa unaongea na mama. Hivi mlikuwa mnaongea kuhusu nini? Jana siku tunakiongea na mama, alikuwa ananipa taarifa. Kuna rafiki yangu mmoja amepata shida sana. Alioa mwanamke mdogo ndani ya familia, ndio ikawa kelele. Hicho alikuwa ananielezea. Mume wangu, unaweka nacho unachokizungumza, maana nilisikia sijui anasema mara malaya, sijui amekuwa kwaje, anavaa vimini. Hivi kweli mlikuwa mnazungumzia kwanza kuhusu nani? Ndio hivi alianza kuonywa na wazazi wake ili aweze kutafuta binti mwingine. Ndio hilo tu alikuwa ananisimulia. Mangu, unadhibitisha hili kwa 100%? Naomba uheshimu uaminifu wangu kwako. Naomba uniambie ukweli. Waja mimi nene nikamwandalia chochote. Niambie. Samahani kaka, naomba nikuulize swali. Hivi kuna maana gani kwenda kutetea haki za watu sio wajua? Umeuliza swali zuri. Na sikutegemea kwamba utaniuliza swali kama hili ambalo umeniuliza sasa hivi. Tunakaa hapa na kutetea haki za watu kwa sababu katika dunia hii tumetofautiana katika usemi. Kuna watu wengine wameshindwa kupeleka kesi zao mbele, kupeleka malalamiko yao kwa watu kwa sababu hawana sauti ya kuzungumza. Sio kwamba hawatoi sauti, sio kwamba hawana uwezo wa kuzungumza, wana uwezo wa kuzungumza. Ila wengine wananyimwa zile haki za kuzungumza. Na kitu kingine ni kwamba watu wengine wamekosa namna gani wataenda kuzungumza mbele ya vyombo vya sheria. Kwa hiyo sisi tumesimama kwa ajili ya kuhakikisha wanapata haki zao, kwa sababu ulimwengu huu sasa hivi pesa imetangulia mbele kuliko haki ya mtu. Kwa hiyo na wewe ndugu yangu, mdogo wangu, popote pale ambapo utakapomwona mtu yoyote ananyanyasika, anateswa, anapitia changamoto, hebu na wewe naomba ujenge moyo wa kuwasaidia watu wa namna hiyo. Katika ulimwengu huu kuna watoto, wanawake wajane, lakini yatima wanapitia changamoto kubwa sana. Kwa hiyo naomba na wewe ukawe barozi, ukawe mtu wa kwanza kuwasaidia watu wanaopitia changamoto kama hizo. Kabula, unajisikiaje tulienda sokoni tukazunguka wote? Ulipenda? Ndiyo, nilifurahi sana na nilipenda, na mimi nilijisikia ni mtu.
Kwa nataka kuniambia ulifurahi kabisa? Dada, nilifurahi sana. Aya, sawa bwana. Mume wangu, unamsikia mdogo wetu? Vizuri sana. Na sasa hivi nafurahi kuona na yeye kidogo ana amani, ana furaha. Ndio maana hata mimi nilikuwa nasikia mnapiga story hapa, najisikia furaha sana mke wangu. Hawezi kunishinda mimi. Yaani mimi hapa nimefurahi. Yaani moyoni niko hivi. Kweli una amani mke? Na mimi ndio maana nakupenda sana kwa sababu unajitahidi kuitetea sana familia hii. Sawa mwanangu. Nafurahi sana mke wangu. Mke wangu, muandae vizuri leo. Nataka nitoke naye kwa sababu kuna mtu ambaye ni mtaalamu wa haki za binadamu. Kwa hiyo nataka nimpeleke ili tuone atatupa mwongozo gani ili tujue jinsi gani tutakaa na huyo mtoto vizuri hapa. Hapo sasa mume wangu, hebu gonga 5 kwanza. Nakubali. Katika siku umeongea point. Zaidi ya zile point unazoongeaga ni leo mume wangu. Yaani hapo umenifurahisha. Sasa unajua tena mimi mke wangu, mimi ndo kichwa cha familia. Na ninajua nyote hapa maelekezo mnapata kutoka kwangu. Kwa lazima nijimawafai na najua ili siwezi kufanya makosa hata siku hiyo, hata siku moja, na ndio maana unaniamini sana mke wangu. Kwa hiyo jitahidi muandae mapema hivi niweze kutoka naye. Unaelewa? Jitahidi sana. Kwa hiyo tena mimi niwe nyuma kwa vile wewe ni kichwa basi na mimi shingo. Hapo siwezi kuacha na kazi hapo umpeleki. Basi sasa nawe changamka. Kamuandae mapema. Unajua mimi mambo yangu waga ni chap. Nipo kama mzungu hivi. Kwa hiyo jitahidi sana. Muda usiwe mwingi. Najua nyewe wanawake mkiendaga kujiandaa huko. Usichelewe. Kamuandae haraka nyanyuka tuondoke. Sawa? Baba, limeisha. Kabla nyanyuka twende. Kaka, sasa mimi nimekuelewa, lakini kufanya hivyo ni kama unajiingiza matatizoni. Ni kweli kwa upande mwingine. Lakini mimi nikwambie kitu kimoja. Kwa sababu tayari nishajitoa sadaka kwa ajili ya haki za watu. Lolote niko tayari linikute. Kwa sababu mimi nipo kwa ajili yao. Basi. Naomi, kuna mtu anagonga, hebu nenda kamwangalie mara moja. Asante. Bali za hapa. Asante sana. Yes. Karibu. Asante kiongozi. Karibu sana. Habari yako? Asante nzuri. Habari za hapa? Asante, namshukuru Mungu. Mungu anasaidia. Bwana. Karibuni, kaa hapo hivi. Kaa binti. Hujambo? Asante, tunashukuru sana. Ndio. Tunaona tufike hapa. Ndio. Unajua ndugu yangu bwana, wamenielekeza kwako. Sababu nimejaribu kuulizia siku nyingi sana. Ndio. Lakini hatimaye nimepata mtu mmoja akanipa mwongozo kwamba unapatikana hapa. Na taratibu ambazo nimezipata kutoka kwako ni kwamba wewe ni mtetezi wa haki za binadamu. Kabisa. Sasa ndugu yangu, mimi na mtoto wangu huyu. Sasa huyo mtoto bwana, mimi nilimpata kwenye mazingira ya kutatanisha sana. Na kwa mujibu wa maelezo yake mwenyewe binafsi, kwa kweli yalinifanya nikataka kuchanganyikiwa. Kwa sababu alikuwa ni maelezo ambayo ni magumu sana. Sasa imeenda ni muda kidogo, lakini kana tunakoelekea naweza ikawa sio vizuri. Nikaona nifike kwako walau nipe mwongozo nione jinsi gani namsaidia huyu mtoto. Maana huyu mtoto mimi nilimuokota. Na kiukweli ni kahistoria karefu sana kuhusu huyu mtoto. Na kwa mujibu wa maelezo yake amepitia changamoto nyingi sana mpaka mimi kufika kumweka kwenye mikono yangu. Lakini nikaona kwamba siwezi kupata msaada mzuri wa kumlea huyu mtoto au kuhakikisha namsaidia bila kufika kwako. Ndio maana nimehangaika kutafuta, nimepeleleza mpaka unaona tumefika hapa hivi sasa. Kwa ni hilo ndugu yangu lililonileta hapa.
Safi sana. Kwa maelezo yako ambayo umenieleza, kuna kitu kimoja ambacho nimekiona ndani ya moyo wako. Jambo la kwanza kabisa, nimeona kwamba wewe unapenda amani. Jambo la pili, inaonekana una huruma sana. Kwa hiki ulichokifanya, nikupe hongera zako, japokuwa bado sijapata information zaidi kuhusu wewe. Jambo lingine ambalo nataka kujua kwako, naomba unipatie majina yako kamili, kusudi naweza nikalitumia jina lako pia kuwa mfano kwa wengine. Yes. Mimi kwa majina yangu naitwa Kevin, na ni Kevin Edward, na nilimpata huyu mtoto kwenye mazingira hayo niliyokuambia, na ndio maana nipo hapa. Kwa kiufupi utambulisho wangu ni huu. Labda kama utahitaji mengine kujua zaidi takueleza hapo mbele, lakini kwa utambulisho wa majina yangu ndio hayo kiongozi. Sawa sawa. Naomba hizo document hapo mara moja. Leta zote. Nitatamani nipate taarifa zako vizuri ili kusudi niziweke vizuri. Sawa? Naomba unikumbushe majina yako. Kweli unaitwa nani? Samani lakini. Kwa majina kama hivi jitambulisha, hawa naitwa Kevin. Kevin Edward. Kevin Edward. Yes. Sawa. Vipi huyu mtoto naye anaitwa nani? Huyu yeye jina lake alijitambulisha kwangu anaitwa Kabula, lakini kwa sababu anaweza kuongea, inawezekana akawa anaweza kujitambulisha vizuri zaidi. Yes. Unaitwa nani Kabula? Kwa majina yangu naitwa Kabula Simoni. Kabula Simoni. Ndiyo. Safi sana. Sawa. Sasa kuna utaratibu hapa nataka niwapatie. Utaratibu huu hapo uko hivi. Nimefurahi sana kumfikisha, na tayari hapa kwa sababu nimeshapata majina yenu, nitayaorodhesha vizuri, niyapangilie vizuri, na nitatamani sasa nipate taarifa kamili kuhusiana na huyo binti. Nitazungumza naye kisha nitajua namna ya kumsaidia. Sawa ndugu yangu? Kwa na amani kabisa, ondoa ile hofu ambayo ulikuwa nayo ukidhani sijui itakuwaje, kwa sababu tayari umeshafika hapa. Mimi nitakuelekeza hatua kwa hatua mpaka tutakapofika mwisho wa hili swala. Cha kufanya niki hapa, naomba niachie mawasiliano yako. Sawa? Naomba niachie mawasiliano yako. Hapo namba jaza 07. Naam, 07 48 24. Yes, hiyo ndo namba yangu. Sawa. Hakikisha unapatikana muda wote. Mimi hiyo namba iko hewani muda wote kiongozi, wewe nitafute, na naamini kwenye hili hapa sina utani kabisa. Nitafika. Sasa Kabula, jisikie kuwa na amani. Sawa? Kwa yale ambayo umeyapitia, sisi ndo tuko hapa kwa ajili ya kuwasaidia watu kama nyie ambao mnapitia changamoto. Kwa hiyo ondoa wasiwasi, ondoa hofu, kwa sababu tayari umeshapata msimamizi mzuri. Tutakuja kuzungumza mambo mengi sana ambayo tutakufanya uishi kwa amani. Sawa? Naomba uniambie kitu kimoja. Ana wazazi wote kwa taarifa zake labda? Kwa maelezo yake alivyodai yeye ni kwamba hana wazazi wote, isipokuwa mtu aliyokuwa akimwangalia ni baba yake mkubwa. Ndio maelezo alionipatia hayo kiongozi. Unajua mimi waga nikisikiaga habari za yatima, waga ufahamu wangu waga una corrupt, sababu ninajua namna gani wanavyopitia changamoto. Kabula, kuwa na amani. Sawa? Mimi ninakuhakikishia nitapambana pamoja na huyu aliyekuleta ili tuhakikishe
unaishi kwa amani. Niambie, huko ulikokimbizwa, huko ambako ulikuwa unaishi mpaka inafikia unafika hapa, kwa nini kuendelea kuishi na baba mdogo wako? Ulisema baba mkubwa, baba mdogo? Baba mkubwa. Kwa nini uliamua kutoka, hukutaka kuishi na baba mkubwa pale nyumbani? Nilipitia changamoto nyingi sana. Mama mkubwa alikuwa ananinyanyasa. Kabula, wakati unapitia yale yote, kwani ulishindwa kuvumilia? Hapana, niliteseka sana nikaamua kutoroka. Pole sana Kabula, pole sana. Nikuombe tu ndugu yangu, sawa? Ndio. Naomba umshike vizuri huyo mtoto. Lakini pia ninakuahidi nitakuwa bega kwa bega kuhakikisha tunahakikisha usalama, kwa sababu ameniambia tayari kuna ndugu zake, kuna baba mkubwa wake, sawa? Ndio. Mimi ningeomba kwamba atakuja siku moja atupeleke mpaka kwa baba mkubwa wake tumfahamu, ili kusudi tupate kujua uhakika ni namna gani alikuwa anaishi huyu mtoto na kwa nini aliamua kutoroka, na kuhakikishia mtoto lazima atapata haki yake ya kurudi kulelewa katika familia yake. Kwa hiyo mimi niwaombe tushirikiane. Nitahakikisha tunafikisha hizi taarifa kwenye uongozi wa serikali za mitaa ikusudi mambo yawe mazuri zaidi. Sawa ndugu zanguni? Sisi tumekuelewa. Ndio. Na nikushukuru sana. Sikutegemea kama nitapata ushirikiano ulionionyesha. Na lilikuwa linaniumiza sana kichwa hili jambo. Lakini kwa vile umeonyesha ushirikiano wako na umesema uko tayari kutusaidia, mimi niseme Mungu akubariki sana. Na mimi niko tayari kulipambania hili. Sitoweza kukuangusha. Sawa. Vizuri sana. Na ninakuhakikishia kwamba hili jambo litakuwa vizuri zaidi. Na hapa kuna kesi nyingine ambayo niko naifuatilia. Ndio maana umekuta nina madocument kama yote hapa ili kusudi tuhakikishe mambo yanakuwa mazuri. Kwa mimi naomba tu ni kwa sababu nimeshapata mawasiliano yako, tutawasiliana kesho. Nitakutafuta tupate uhakika huyo mtoto alikuwa akiishi wapi. Sawa? Okay, sawa. Mimi nikushukuru sana na ujio wetu sisi ulikuwa ni huo tu. Mimi nadhani sasa tukuache, kwa sababu umeshanipa utaratibu na nitafuata utaratibu ambao umeniagiza kiongozi wangu. Sawa, kuwa na amani kabisa. Nashukuru sana. Sawa sana. Ndio. Na nadhani wakati mwingine tutakuwa pamoja. Sawa. Aisee kiongozi. Ndio. Aisee tulikuwepo. Sawa, nashukuru. Mimi nashukuru sana kwa ushirikiano wako. Kabula. Aisee. Kabula, kuwa na amani. Sawa? Mambo yatakuwa mazuri. Sawa Aisee, ubarikiwe sana kiongozi. Asante sana. Karibu tena bana. Nashukuru. Wewe nikutoe kidogo hapa. Aisee, shukrani sana kiongozi. Halo boss. Kuna habari mpya. Ile mtoto najua anapoishi kwa sasa